Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nasaha zangu kwako wewe mfuatiliaji wangu, tengeneza maisha mazuri ndani ya dunia, lakini pia tengeneza maisha mazuri baada ya kuondoka katika dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka katika ulimwengu wa dunia kwa kipindi ambacho amekadiria. Baada ya hapo atatuondoa katika ulimwengu wa dunia na tutakwenda katika maisha mengine baada ya kuondoka duniani. Kwa maana hapa tunazungumzia maisha ya akhir, darul akhir. Kwa sasa tuko katika darul dunia, na katika dunia ni sehemu ambayo kila mtu anapambana kutafuta maisha mazuri duniani, lakini tuwe tunafikiria pia maisha yetu baada ya kuondoka katika dunia. Lakini katika kitu ambacho napenda nikufahamishe ni kwamba ili uweze kupata maisha mazuri baada ya kuondoka duniani, bimaana kwamba swala la kupata pepo ama kwenda motoni itategemea na namna ambavyo umeweza kuishi ndani ya dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatueleza katika sura Al-Qariya, amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ukiyafanya matendo yaliyo mazuri katika dunia itakuwa sababu ya wewe kupata pepo, lakini ukifanya matendo yaliyokuwa mabaya katika dunia itakuwa sababu ya wewe kuipata moto. Ni kitu gani ambacho kitakuwezesha uwe na maisha mazuri katika maisha yako baada ya kuondoka katika dunia? Jikite sana katika swala zima la kufanya amalu salih, kufanya matendo yaliyo mazuri katika dunia. Na moja katika amali ambayo ni bora sana kujikita nayo hasa ni kutekeleza zile ibada ambazo tumeelekezwa ama amezielekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo ameweza kutufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwanu fillah, mimi katika namna ya kukujulisha ndugu yangu vitu ambavyo unapaswa kushikamana navyo sana duniani ili kutafuta maisha yako baada ya kuondoka ndani ya dunia, as-sala. Jitahidi sana katika utekelezaji wa ibada za sala. Kwenye hili napaswa uonyeshe jitihada kubwa sana juu ya utekelezaji wa ibada za swala, kwa sababu pasi na utekelezaji wa ibada za swala ni ngumu sana kuweza kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mujibu wa kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema as-salatu imaduddin faman akamaha fakad akama din wa man tarakaha fakad hadama din. Hii ibada ya swala katika dini ndiyo nguzo kubwa. Yule mwenye kuitekeleza ibada ya swala atakuwa amesimamisha dini yake, lakini mtu mwenye kuacha kusali ndo atakuwa ameivunja dini yake. Kwa hiyo sala shikamana nayo. Moja katika faida za sala ni kutengeneza nafsi iweze kujitambua katika harakati za kufanya yaliyokuwa mazuri, lakini pili, nafsi iweze kuachana na yale ambayo ni maovu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatueleza kwamba inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa dhikrullahi akbar. Baada ya sala inamuonya mtu na matendo maovu, baada ya sala inamuonya mtu na matendo machafu. Sala inamfanya mtu amkumbuke Mola wake. Shukran jazil, asante sana kwa kuweza kunifuatilia. Ni ndugu yenu hapa Msagati chini ya Mina Dhulumati la Nur Dawa, na nikuombe kwamba endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii.